Ila kwa wale wateja mliokuja nao ana mashepu, kuna yule mmoja ana mshepu, yani mshepu wake upo hivi juu. Sasa ndo umefanya nini hivi? Kitendo cha dakika moja tu kumaliza kushusha jiwe, umezingua, ameondoka sasa. Mimi nimeteleza kidogo tu, bahati mbaya. Kuteleza bongo mwanangu, eh? Sasa mbona unanilaumu? Mbona ulikuwa na uwezo tu wa kuchukua jiwe na ukaua? Mimi nakufundisha wewe kuua. Wewe ushawahi kuua? Mimi sijawahi, lakini wewe ulitakiwa uue. Utajiri unahitaji roho ngumu. Kwa hiyo tunafanyaje hapa? Wewe unajua wewe akifika kwenye vyumba vya sherehe sisi tunachukulia hatua gani? Hapo kweli. Ona anasema kweli tena. Hamna bwana, mimi siwezi nikamwambia kama hapo nataka umchezee tu endapo akizaa mtoto wa kike bwana. Sio, lakini umeoa ndugu yangu. Shem, umesemaje? Aha. Shem, nasemaje? Yeye anadhani mimi eti ndakwambia wewe kwamba anataka kuchezea endapo tu kizaa mtoto wa kike. Maana ana mke huyo amezaa watoto wa kike wengi. Sio yeye ameoa na unaona? Vipi mdogo wangu? Mbona tangu asubuhi umekaa hapa kwenye kochi unalia, una huzuni, unabadilisha tu style za kwenye kochi? Haya, nieleze kimekukuta nini mdogo wangu? Mimi ndo dada yako. Usiponieleza mimi utamueleza nani? Dada Zuberi. Zuberi? Kafanyaje? Dada Zuberi ameoa? Ila mdogo wangu, kwa nilivyokuwa namuona mimi Zuberi yule kijana amechangamka, mtoto wa mjini, asingekosa mke. Lakini dada kwangu mimi aliniaminisha sana. Dada alinifanya niamini kwamba ni mwanaume bora kwangu mimi. La Zuberi? Zuberi ameniumiza sana. Na sio mke tu, anadi watoto. Hadi watoto? Alikuficha pakubwa sana. Kweli nimeumia sana dada. Na hapa nilikuamua. Nimeamua sitaki kabisa ujauzito wenyewe naenda kutoa. Wewe. Kwani utoe ujauzito kwa sababu gani? Ndugu wangu, kuna watu watafuta watoto. Kuna watu wanameza midawa ili wapate mimba. Mdogo wangu, usitoe. Halafu mbona kuna ule kijana pia yule ulikuwa unamlialia sana hela zake yule? Mkazi. Kwa nini mimba usimpe mkazi? Kama futa kwanza machozi. Yule hawezi kuchomoa. Hiyo mimba ukimpa mkazi atakulea. Yaani lazima akulee mtoto wako. Dada, umejua kunifariji. Ila sasa dada yangu, ikitokea siku akastuka hivi inakuwa. Hawezi kujua mapema hivyo, atakuja kujua labda baadaye sana. Na sio rahisi pia afahamu. Mdao mkatotoka mkashakuwa kuwa. Sasa toe mimba na kati mtu yupo kabisa anaweza akakulea. Friji langu bovu. Friji langu aligandishi. Kompresa mbovu iko kwa fundi.
Aise, upo kwenye ubora wako mlembo. Aise, mambo safi, niambie. Safi. Unanikumbuka? Nivoangalia hizo nguo zako, hiyo suti na viatu, nafikiri nakukumbuka. Ya, mimi ndo yule ambaye niliokuwa kwenye kile kiwanja cha mgogoro, mngeuziwa kile kiwanja. Ole, nikageuka kuwa superhero. Asante, tunashukuru, maana bila wewe saizi tupo kwenye mgogoro mkubwa sana. Mngefungwa kwa sababu kile kiwanja kilikuwa chini ya usimamizi wa jeshi la polisi, kiko na migogoro. Imagine. Vipi lakini mmepata kiwanja kingine au bado? Hatujapata kwa kweli, maana madalali wengi ni matapeli sana. Achana na wale madalali matapeli bwana. Sasa mimi ndawasaidia. Kuna kiwanja kipo huko bwana, ni kizuri zaidi ya kile. Imagine. Kweli kisiwe kama kile, na sijui kama rafiki yangu atakipenda. Kile ni kiwanja kizuri na imani mkienda tu kukiangalia, sawa, mtakipenda. Basi sawa, hakuna shida. Okay, haina shida. Sema hapa mchawi tu mawasiliano. Okay, nilikuwa naomba namba yako. 07. Hapana, leti niandike mwenyewe. Uandike? Na? Naomba niandike mwenyewe. Sema na mwandiko mzuri. Yaani mwandiko mzuri kwenye simu wewe, nawe akili zako si upoje? Utanipigia basi. Haya. Kwa hiyo ni save nani? Au ni save Nyashi? Kwa kutuvurugia biashara zetu umeona haitoshi. Kwa hiyo umeamua kuchukua na wateja wetu. Wawaji wakubwa nye, tena kesi yenu ipo kwa mwenyekiti. Na tutakuua sasa hivi. Wawaji wakubwa. Friji langu bovu. Friji langu aligandishi. Pesa mbovu iko kwa fundi. Friji bovu aligandishi. Mpenzi wangu, kwanza nikuombe samahani sana. Nimekuweka hapa muda mrefu. Si unajua mimi mpenzi wako nachakalika udalali kutafuta viwanja, watu wapate sehemu ya kulala nzuri, wapate sehemu ya kujenga nzuri. Kwa hiyo nilikuwa nafuatilia viwanja huko mpenzi wangu. Sijali baby. Mimi nishakuzoea, najua wewe ni mtu wa mihangaiko misherishe. Hata usiwaze. Unaelewa safi. Kama kuna kitu unataka uniambie hivi, lakini niambie tu. Hamna, nimekumisi. Umenimisi? Hivyo tu? Wewe mtoto wewe. Unanichanganya mimi wewe. Lakini baby, mimi hapa katikati nilikuwa naumwa. Ulikuwa naumwa? Sasa wewe ukiumwa niambie mimi. Mimi nitafanya kitu chochote ili mradi wewe uwe na afya bora, usipate na magonjwa yoyote yale. Sawa mpenzi wangu? Mimi nipo kwa ajili yako, nachakalika kwenye viwanja huko ili mradi wewe upate maisha mazuri, uwe na afya nzuri. Sitaki mimi uteseke wakati mimi nipo. Nafurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Kweli? Nafurahi kusikia unanijali kiasi hiko. Mimi nakupenda. Sasa baby, kwa hiyo nilivyoona vile siko sawa nikaenda kupima. Nikapima malaria sina. Ila baby, nikagundulika na mimba ya kwako. Una mimba yangu? Kweli? Kwa mimi naitwa baba saizi. Baba kijacho. Yaani kama mtoto atazaliwa wa kike nitamuita Queen Elizabeth. Lakini akizaliwa wa kiume nitamuita Barack Obama. Awe rais wa familia yetu. Wewe unanifurahisha. Umeibeba furaha yangu. Kwanza kanasemeje? Amekumisi. Amenimisi. Mapema mbona? Mimi nakuhakikishia nitafanya vyovyote vile ili mradi mtoto wangu apate elimu nzuri, apate maisha bora. Asije akanikuta mimi babake bado ni dalali. Anikuta angalau hata ni waziri. Unanipa furaha.
Baby. Baby, fanya tondoke. Baby, fanya haraka tondoke. Baby. Nakuja. Fanya haraka tondoke. Yaani wanawake wa muda wote unajiandaa. Hebu kaa kwanza. Mimi nataka kuzungumza na wewe. Baby, vipi kuhusu ile swala letu? Si nilikwambia? Ile swali litapita hivi karibuni tu. Maana nimeenda kupima, nimegundua nina ujauzito. Kwa hiyo bora tufanye yale mambo mapema kabla mambo mengine hayajaribika. Si unajua? Yaani ina maana wewe mjamzito? Ndio. Kwa hiyo sasa hivi wewe unaitwa baba kijacho. Mbona hivyo? Hujafurahia? Hamna. Umefurahi? Haya basi inabidi tufanye hima kabla watu sije wakajua hapo umeamua mtu ambaye tayari ana ujauzito. Si unajua? Haya, kwa mimi ndo najua kama hivyo baba kijacho. Basi twende. Friji langu bovu. Friji langu aligandishi, kompresa mbovu iko kwa fundi. Friji bovu aligandishi, kompresa mbovu iko. Unieleze kila kitu kuhusu rafiki yako Zuberi. Unajua siku ile Shem nilikuwa nina hasira sana kama ungekuwa ni wewe. Maskini. So nikaona leo nikuite Shem niambie kila kitu kuhusu Zuberi na kuomba Shem yule ni rafiki yako. Naomba uniambie kila kitu kumhusu yeye Shem yangu. Shem Zuberi ana mambo mengi. Ndio maana Shem nimekuita uniambie kila kitu. Ana mambo mengi yule ustazi. Ndio niambie Shem yangu. Okay. Kwanza nichukue nafasi hii kwa kunipa sikio lako usikilize mambo anayoyafanya Zuberi. Hakika shemeji yangu. Kwanza Zuberi kuna huyo binti. Huyo binti mwenyewe ni wa kawaida tu, lakini Zuberi kampa mimba, kampa kibendi. Binti fulani wa kawaida. Ukiachana na huyo hapo binti, kuna mwanamke mmoja huyo anadeti naye, anatembea naye sasa. Na huyo binti anataka amfanye mke mdogo. Lakini yote hayo anafanya Zuberi ni kwa sababu moja tu. Anasema anatembea na watu mbalimbali, anatembea na wanawake mbalimbali. Sababu ni wewe. Eti unazaa tu watoto wa kike. Imagine. Lakini kavuka mbali mipaka. Kasema wewe hujui kupika. Nani? Na kingine kasema eti kwenye yale mambo yetu wewe si chochote. Imagine. Asante Shem. Ila Zuberi alichonifanyia, yani ni light nikimjua huyo mwanamke, nitakachomfanyia sijui. Shem, Besha. usigeuke nyuma. Usigeuke nyuma. Huyo mwanamke ambaye ametiwa kibendi na Zuberi, tuko naye hapa hapa. Unasemaje? Kaka kule nyuma na mwanaume fulani hivi amevaa shati la pinki. Unasemaje? Kama watu wa kipaimara. Sasa yule mwanamke pale aliyekaa na huyo hapo mtu, ndo ametiwa kibendi na Zuberi. Shem. Nani Shem? Wewe ni bingwa kutembea na meza watu. Baby una? Mimi mwenyewe simjui. Yaani wewe umetembea na Zuberi. Haijatosha mama kumbebea na mimba.
kompresa